Hakuna kinachochukisha Mungu sawa sawa na mtu kukimbilia watu. Mungu akiona unakimbilia watu, sawa naye anafunga majibu, maana anajua jibu sawa na damu sina mwisho. Wala rehema zake Mungu hasikomi. Wa kutuliza maumivu ni mpaka Mungu awe. Ni baba wa kutuliza maumivu ni mpaka Mungu awe. Ati mwanadamu aonako problem anasemanga kama Mungu hayuko. Problem ikikomaa sana anasemanga kama Mungu yuko mbali. Yani problem ikikomaa sana, sometime problem inaweza ikakomaa sana, ukasema Mungu yuko mbali, ukasema Mungu amekusahau, ukasema Mungu amekuacha, ukasema umesahaulika katika ufalme wa Mungu, kwa sababu problem imekomaa sana. Lakini kama vile anavyoongea mtumishi wa Mungu anayeitwa David, anaposema kwamba amekuwa kijana na sasa yeye ni mzee, lakini hajaona mwenye ake amewachwa, wala mzao wake au watoto wake wakienda wakiomba mkate barabarani. That means Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake na sio kama mwanadamu. Na akiongea Mungu ameongea, akiahidia kitu Bwana ameongea. Usifikiri ya kwamba Mungu atakudisappoint, usifikiri ya kwamba Mungu atakuacha. Mungu hawezi kuacha ukaaibika. Wewe just continue call upon the name of the Lord and God will help you. Karibu sana kama ni mara yako ya kwanza kujoin to my channel. Niite mkufunzi wa habari njema Apostle Dennis. Leo tunaenda kuongea kuhusu kile ambacho kinachoitwa msaada wangu unatoka kwa Bwana. Where my help come from? Our help come from the Lord. Msaada wetu unatoka kwa Mungu. Hiyo ndio kile ambacho tunaenda kuzungumzia wakati na masaa kama huu. Somo letu inatoka katika kitabu cha Psalms chapter 69 verse 1. Umejua Daudi anapoongea katika Zaburi chapter 121, anaposema na inua macho yangu natazama mlimani, msaada wangu inatoka wapi jamani? Akasema msaada wangu huu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi, asiuache mguu wangu usongeswe. Yani msaada wangu huku katika Bwana. Mimi sijui kile ambacho unachodai kutoka kwa Mungu, ili Bwana aweze kusaidia uweze kufanikiwa kuyapokea kutoka kwa Mungu. Unaweza ona kana kwamba Mungu amechelewa, lakini Bwana achelewi wala akawii, bali atakuja kwa muda na wakati wake. Where our help come from? Msaada wetu unatoka wapi? Msaada wetu iko katika kwa Bwana, utoka katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Usionekana kwamba Mungu amechelewa. Kamwe Mungu hajachelewa. Usianze kukimbia kwa watu, hata kama unateseka namna gani, hata kama unalala nje, hata kama unakosa chakula, hata kama ni vita kifamilia unapigwa, hata kama ni magonjwa inakupiga. Usifikiri ya kwamba utaweza kusama. Kila ambacho unapaswa kufanya ni kutafuta uso wa Mungu ili akusaidie katika njia za Mungu, ili uweze kusaidika katika maombi. Naamini ya kwamba utaweza kusaidika, utaweza kupata mema, utaweza kupokea utukufu na fadhili za Bwana kwa njia inayofaa. That's why ameongea mahali hapo akasema kwamba Mungu akasema Mungu uniokoe, maana maji yamenifika shingoni. Maji yamenifika shingoni. Yani kuna mahali hii maji imenifika. Psalms chapter 69 verse 1. Maji yamenifika shingoni. Yanaweza kufika shingoni. Unaweza ukachoka ulingana na yale ambayo unaosikia utoka kwa watu, ulingana na yale ambayo unaopitia. Kweli mapito. There is some sister who sing and say, kweli mapito inakatisha tamaa. Kweli mapito mama inavunja moyo. Kweli mapito inakatisha tamaa. Kweli mapito mama unavunja moyo. Ati yawezekana mama mapito yako niyo ndoa yako inakusumbua. Yawezekana baba mapito yako niyo maisha yako inakusumbua. Ati vumilia, vumilia mama,
vumilia, vumilia. Yani vumilia, inakupasa uvumilie. Kweli mapito inakatisha tamaa. Jana sikupata kitu nikalala njaa. Usifikiri kwamba kesho pia hautapata kitu. Bwana ni mwaminifu. Endelea mbele kujitahidi, utembea na kupigana. Endelea mbele kung'ang'ana. Katika hali hiyo Mungu hatakuacha uzame mahali hapo forever, bali kulingana jinsi ambavyo unavyojitia nguvu kuendelea mbele, kuamuka kila siku, kuenda kutafuta maisha, upigana, Mungu atakufungulia milango. Maanake no situation is permanent. That's what the word say. No situation is permanent. Hakuna situation permanent mami. Hakuna situation permanent daddy. Mungu atakujia, atakuokoa, atakusimamisha. Maanake uweza na nguvu siko kwake. So usije ukaona ya kwamba hapo mahali penye uko imewekwa permanent. Hapana. Inaweza kuwa magonjwa, inaweza kuwa dhiki, inaweza kuwa shida. Kweli watu wanapitianga shida. Before uinuke lazima upitie shida. Hata unasikianga yule ambao amekalia kiti cha urais kwa sasa hivi anaitwa William Ruto, basi anasema kwamba alikuwa anauza kuku, hawakukuwa na kitu, but now is a president. Hakuna mahali penye Mungu hawezi kukutoa. Ukijielewa na ukijifahamu, Mungu atakupigania vita. No situation is permanent. Mungu ako na uwezo na nguvu ya kukutoa mavumbini na kukuweka pamoja na wakuu. That's why word say, msaada wangu inatoka wapi? Msaada wako itoke kwa Bwana. Na we pia ujielewe, jaribu kujielewa, ujisukume katika hali hiyo ambayo Mungu amekuweka. Jisukume tu, ambia Mungu nisaidie, ambia Mungu nipiganie, ambia Mungu nitetee. Njoo kwangu nitoe katika hali hii, na hakika hali hiyo haitakumeza, hali hiyo haitakumaliza. Utaona wema, utaona utukufu wa Mungu, fadhili za Mungu na ishara zake zitaandamana pamoja nawe. Utaishi na kusimulia matendo makubwa ya Mungu, yale ambayo anaotenda maishani mwako. Bali kile ambacho niko hapa kukuambia, our help come from the Lord. Msaada wetu toka kwa Mungu, not kwa people, sio kwa wanadamu. Hata kama umekosa chakula, hata kama umekosa hela za kulipa nyumba za kodi, hata kama umekosa biashara iende vile inavyotakikana, but just continue, have patience and call upon the name of the Lord. Omba Mungu akusimamishe, omba Mungu akutetee. Inaweza kuwa pengine mambo yaendi vile alivyokuwa anaenda pale nyuma, hapo katikati vitu zinaweza kuwa ziliharibika, lakini haimaanishi ya kwamba utaishi katika hiyo hali ya uharibifu forever. Utaishi na kusimulia matendo makuu ya Mungu. Utaona kile ambacho Mungu anachotenda, nawe utafurahia wema wa Mungu maishani mwako. So just continue, wait upon the name of the Lord and you will see the goodness of the Father. Let us read the last read. Somo letu la mwisho. Somo letu la mwisho katika kitabu cha Yona chapter 2 verse 5, where word says, maji yalinimeza, maji yaliyonimeza yalinitisha. Maji yaliyonimeza yalinitisha. Kweli kuna wakati maji inaweza ikakumeza, ikakutisha. Hatuongei katika maji ya kawaida. Maji ni hao wanaokusonga, hiyo matatizo, hizo shida ambazo unazopitia yanaokusonga. Hayo ndio maji ambayo anasema yalinimeza yakanitisha. Unaweza fikiria kwamba inaenda kukumaliza kabisa, lakini hautaisha kama Mungu atakuwa upande wako. That's why I'm here to tell you, just continue, call upon the name of the Father. Tell God, Father help me, Baba nisaidie, naye atakusaidia, atakusimamisha, atahakikisha umepokea fadhili na utukufu za Mungu zinaotoka katika mikono lake. Anaamini ya kwamba utaweza kufurahia maisha yale ambayo Mungu atakao kuwa amefungulisha maishani mwako ama mbele yako jinsi inavyotakikana. Wacha nisome tu kitabu cha mwisho katika kitabu cha Saburi, Saburi chapter 32 verse 6.
32 verse 6. Tunapomaliza na hiyo 32 mstari wake ni wa 6. 32 verse 6, what says there? 32 verse 6, what says there? Neno linasema mahali hapo verse 6 ya kwamba kwa hiyo kila mtu mcha Mungu akuombe wakati unapopatikana, hakika maji makuu yatakapofurika. Kila mtu mcha Mungu akuombe wakati unapopatikana. Yani jifunze kuomba Mungu wakati anapopatikana. Utajiuliza ni wakati mgani Mungu anapatikana? Hakuna mtu mwenye huwa anatafuta Mungu akiwa ako pamoja na wafalme anakula na anakunywa. Wakati Mungu anapatikana ni wakati wa huo shida. Utaita Mungu aweze kuja akutoe katika shida hiyo, akutoe katika kugandamana hiyo, akutoe katika dhiki hiyo, majina lako libadilishwe. Hivi ndivyo jinsi ambavyo watu wa kale walivyomtafuta, wakamtafuta wakamuona. Akina Daniel walimtafuta katika shimo la tundu la simba. Akina Shadrach, Meshach na Abednego wakamtafuta katika moto. Akina Job wakamtafuta katika dhiki. Akina Abraham, Sarai wakamtafuta wakati walipokuwa hawana chochote. Wewe unangojea kutafuta Mungu wakati mgani? Wakati anapopatikana ni wakati ambapo hizo shida zimekukuba, hizo magonjwa zimekuja. Basi hiyo ndio wakati Mungu atakapokuwa anapatikana katika maisha lako. Utamuita na utamuona amekuja, amekutoa, amekukomboa, nawe umebaki ukiwa huru na kuona neema yake. Sina mengi ya kusaidia bali Bwana ako na mengi ambao anaweza kusaidia nayo, ambao anaweza kufungulia milango nayo, anaweza kukupigania nayo. Basi utukufu lake likutetee, likuponye, likuandalia amani katika ndoa hiyo, katika biashara, katika kazi hiyo. Ushindi wa Bwana usimame pamoja nawe, uishi kusimulia matendo na sheria kuu za Mungu ambazo anaofanya kwa maisha ya watu walio hai. Neema Mungu ikupiganie, ikulindie watoto wako, ikulindie familia yako na wale ambao wanaoitanishwa nawe. Mtafute Mungu maadamu anapopatikana. Msaada wangu inatoka wapi? Huu katika Bwana. Mkufunzi wa habari njema Apostle Dennis. If you do not subscribe, like, comment and share. Finya alama ya kengele pale ili wakati tunapo-upload video inakufikia moja kwa moja. Wish you all the best. Bwana akupiganie uone ushindi katika hayo. Shalom and bye bye.